Sasa miongoni mwa athari tazieleza kwa kirefu. Moja, kijana asipoweza kujitunza vizuri akaingia kwenye masuala ya zinaa na mengineyo. Moja ni kuathirika kimwili. Mwili unaathirika kabisa kabisa. Anatumia kiungo kimoja ama viungo viwili. Viungo hivi vinaenda kuathiri mwili wote wa mwanadamu. Allah anapokonya ile nguvu ya kwenye mikono, anapokonya ile nguvu ya kwenye miguu, anapokonya nguvu ya kwenye akili, anapokonya nguvu nyingi sana kwa tendo dogo tu moja ambalo mwanadamu amelifanya. Likifanyika kiharamu, hizi athari zinapatikana. Likifanyika kihalali, Allah anaongeza nguvu. Moja ya athari ni athari ya kimwili. Tazionyesha na picha uone watu walivyoathirika. Wako watu mahospitalini wanadhalilika, wameshindwa kusubiri, wamelaghaiwa na wanaume ama wamelaghaia na wanawake. Kwa propaganda wamepoteza thamani kubwa kabisa ya kumaintain na kutunza miili yao. La pili, kwa dada zetu, wako wanawake wamepata athari za ujauzito wasio utarajia. Wako baadhi humu vioni na mavio vingine. Ndio maana leo athari hii unaikuta kwenye jamii imeenea. Kuta nyumba moja mbili kuna mtoto amezaliwa nje ya ndoa, mtoto asiyekuwa na hatia tunamuita, sio mtoto wa zinaa. Hakuna mtoto wa zinaa. Kuna mtoto asiyekuwa na hatia aliyezaliwa na wazazi wazinifu. Sio mtoto wa zinaa, hakuna mtoto wa zinaa. Yuko mtoto asiyekuwa na hatia amezaliwa na wazazi wazinifu. Mtoto hana kosa. Wenye kosa ni akina nani? Ni wazazi. Ujauzito sio tarajiwa, unasitisha masomo. Wako baadhi ya watu wanashindwa kuendelea na masomo. Ni athari hizo na zinawapata mengi. Na ukipita leo athari hii kwenye mitaa yetu, nyumba moja mbili hukosi kukuta mtoto aliyekuwa na hatia. Ni athari ya kimwili. Bahati mbaya zaidi, wako watu wanapoteza paka uhai katika kujinusuru kutaka mimba zile wasijulikane kama wamepata ujauzito. Wako watu, statistics zinaonyesha wengi wanaenda kutoa mimba wanaishia kufa huko huko. Na athari hizi ni kubwa. Yuko dokta mmoja, yeye alisoma nchi za nje, bingwa kabisa. Ikawa yeye alivyorudi kwa ule ubingwa wake wa mambo ya gynecology na mengineyo, ilikuwa yeye mwanamke yani mwenye mimba ile ya miezi mmoja sijui wiki ngapi hizi, ni dakika tu, yani unaenda unatoka tayari ameshakumaliza kila kitu, unarudi kuendelea na shughuli zako. Na yeye yule daktari alikuwa na ndoo lake ameweka hapo. Mwanamke yote akienda akishatolewa ujauzito, kinachukuliwa kile kiumbe anahifadhi kwenye ndoo ile. Kwa hiyo kwa na miezi miwili mitatu hivi ndio kidogo inaweza kaa complication, lakini anafanikisha. Wako baadhi walikuwa wanatoka salama, wengine walikuwa wanakufa. Akishatoa kile kiumbe anaweka kwenye dishi lake. Ile dishi jioni akisharudi ana mbwa wake nyumbani, anaenda kuwapa kile chakula mbwa wake wale. Kwa hiyo anafanya kosa moja mwanadamu, anazalisha makosa mengine. Huyu daktari finali yake aliliwa na mbwa wake, yani mbwa wake ndo alisababisha yeye anakufa. Mbwa wale walimla yeye mwenyewe. Kwa hiyo athari ya binti mmoja ama mabinti wawili wamegenerate crisis kubwa. Kwa la pili ni ujauzito usiotarajiwa. Achana na propaganda zinazoelezwa. Wako watu wanapata athari, wana mavidonge sijui ya nini, nasema wewe unapataje ujauzito? Wana vinini? Wako humu wana vipanda umepandikizwa humu. Binti mdogo kabisa ameanza mambo ya family planning, ana mavidonge ana meza, rafiki yake anamuuliza vidonge hivi vya nini? Matatizo yangu tu ya kichwa. Kumbe anapambana asipate ujauzito. Anapopambana vile anajua anafanya jambo dogo, lakini anafanya jambo kubwa sana linakuja kumletea athari kubwa. Wako watu wanapata utasa wa milele, hawazai kabisa, lakini walishindwa kabla. Matatizo yao yalikuwa ni kabla ya kuolewa.